Amen. Majina naitwa Shasali. Yes. Hapa nilikuwa na matatizo ya mtoto. Nimehangaika kwa muda wa miaka 11. Ilikuwa miaka 11. Bila mafanikio yoyote, kwa kweli nimehangaika sana. Niliteseka mno. Kila mahala nilikata tamaa. Usilie mama. Usilie. Endelea kushuhudia. Kila mahala nilikata tamaa. Ndugu wa mume wakakutenda. Kwa sababu sizai. Lakini nilijikaza na kumwomba Mungu bila kukata tamaa. Kwa kuelekezwa hapa na dada yangu akaniambia kwamba kuna mtumishi yupo Makondeko. Kienda kula kusaidia na uwe na imani. Kiukweli nilikuwa na imani. Nilipofika hapa nikaonana na mtumishi. Alinipa matumaini, akaniambia kwamba wewe utazaa Asha. Hii madhabahu inaongea na inatenda. Bali kwa mwaka jana sikumbuki mwezi gani. Ninaona mwezi mzima umepita sijaona kalenda zangu. Nikaenda hospitali kupima, nikaambiwa mimi ni mjamzito. Kwanza kabisa kupigia simu alikuwa ni mtumishi kabla ya mume wangu. Nikamfahamisha mama mimi ni mjamzito. Alisikia neno moja tu akaniambia kama nyuma mimba ziliharibika mimba 2. Akaniambia kwamba hii mimba haitaharibika, na kweli haijaharibika mpaka sasa hivi. Nashukuru sana mtumishi na bei yake kwa kunipa matumaini na kunipambania kuniombea bila kukata tamaa. Yes. Leo hii mimi mama kijana namshukuru sana Mungu kwa kunitendea madhabahu. Nina Erasto Birinyi. Yes. Nilikuwa na umwa miaka mingi sana toka marehemu kabla muda wangu hajafariki. Kama miaka mingapi? Tuseme kama mpaka sasa hivi 2020 na nikane miaka 9 akafariki. Unaona muda gani mama? Miaka yote hiyo ambayo ninaishi naye. Miaka 9. Yeye akiumwa na mimi naumwa hivyo hivyo. Mpaka nikaa nasema hivi, mbona tunakutana tu hapa mjini lakini tunaumwa kitu kimoja. Basi mpaka Mungu akamchukua. Mimi nikaendelea nateseka. Ilikuwa 2022. Nikaa na mimi bado nazunguka tu kwa waganga. Nikiambiwa mganga huyu nimo. Nikiambiwa mganga huyu nimo. Yaani hata mganga ambaye sijamaliza. Mwenye kichwa moja umo. Nimo. Mwenye ziwa moja umo. Sasa siku moja niko nyumbani, sitamwambia kakaangu. Tunapigiana tu simu, unaendeleaje hivyo hivyo. Akaniambia vipi unaendeleaje? Nikamwambia mimi bado naumwa sana. Akaniambia nikamwambia hivi unavyoniona natafuta hela. Nende Zanzibar. Kuna mganga mwingine. Wewe kidogo. Akaniambia wewe unapoambia mganga anafaa, mbona uponi? Hebu ngoja nipigie rafiki yangu simu. Anaitwa Nathan, yuko hapa. Akamwambia bwana Nathan, kanisa lako ni unasaliwa kwa Kanombe fulani hivi na hivi na hivi. Kwa sababu nilikuwa nikitembea, mimi nilikuwa Mkristo, nikaingia Uislamu, nikaolewa. Nikarudi kwenye Uislamu, nikaingia kwenye Uislamu, Kristo nikauacha. Sasa nikitembea wakati mwangu ameshafariki, nasema Mungu, nibaki hapa nilipo, nirudi kwenye Ukristo. Maana naona sielewi. Naona nateseka huku, nateseka. Sasa kile ninachoomba naona sielewi. Kile ninapotembea. Sasa sikio kaka kaniambiaje? Akampigia rafiki yake simu. Bwana nenda Ijumaa sehemu fulani. Kwa nabii anaitwa Nabii Angel. Kana gari Kigugumo. Mimi nakaa Kisarawe tu. Nikapanda gari mpaka Kigugumo. Nikaja hapo nikakutana na mtumishi Nabii Angel. Akanieleza na kweli nililia kwa sababu ni familia ya mume wangu Sifishi wamenitesa sana. Ulipofika nabii akakwambia yale. Na uzunguka kwa waganga yale. Nabii akiniambia ni yale. Hata ninalo kosekana. Pigie Roho Mtakatifu makofi. Nabii akaniambia njoo Jumapili.
Ijumaa. Kesho Jumapili nitakuombea mambo yako yote yataisha. Na kweli nilikuwa mimi siwezi hata kukanda unga. Mimi napenda sana kupika. Kukanda hata ngano moja, yaani kilo moja siwezi. Akaniombea siku ya Jumapili, mimi ikawa imani yangu kwa sababu nimerudi nikasema narudi, sitaki tena kuteseka. Narudi na Mungu wangu. Kweli sasa hivi nakanda ngano kilo 5. Yes. Tumeshangilia kwa Yesu. Na siumwi. Unaniona hivi? Amejibu kwa wakati.